Mpendwa, ninakuomba, ni kweli inawezekana unapitia katika majaribu ya ajabu. Hata mme wako Baba Angela, ninakuomba umeingia kwenye jaribu, lakini hilo jaribu lisisababishe ukatoke ukatikisika. Yupo Yesu ambaye tunatakiwa tukampelekea kila leo haja za Mungu, kwa sababu yeye ndiye ambaye atakayetutatulia. Nitawapa mambo kadhaa ambayo itakusaidia ili kukufanya usitikisike kiimani. Jambo la kwanza, umsifu Mungu na kumwabudu. Lakini haya yote nitakayoyasema haya yanajengwa kwenye msingi mmoja, kujenga uhusiano wa karibu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukijenga uhusiano mzuri na ukaribu na Mungu, mpendwa, utazungumza na Mungu kama unavyozungumza na mtoto wako. Nikuombe mchana wa leo ukaendelea kuzidi kujenga uhusiano wa karibu na Mungu, na ili upate ujenge uhusiano wa karibu na Mungu, ni lazima ukamwabudu na kumshukuru kile tokeo. Thesalonike wa kwanza 5:18. Ninakushukuru Mungu, nimelala na kuamka kwa neema yako. Tunakuja ibadani, kipo chombo, hata kama utazungumza. Mnaona watumishi wa Mungu wanaingia mfukoni, anasema kwa siku ya leo na wiki hii, ninakushukuru Mungu kwa matendo yako makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hilo linasababisha unajenga uhusiano wa karibu na Mungu. Jambo la pili, epuka dhambi. Soma hili, lazima tusome Isaya 59:2. Jenga uhusiano wa karibu na Mungu, uendelee kuepuka dhambi. Kimbia kabisa, kimbia dhambi, tutaona madhara yake. Soma hili Isaya 59:2, nasema nini? Ndio, lakini maovu yenu ndio yamewafarikisha. Yamewafarikisha. Ndio. Ninyi na Mungu, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu. Na dhambi zenu ndio zimeupita uso wa Mungu. Ndio. Zimeupita uso wake, usiuone hata hataki kusikia. Ndio. Unapotenda dhambi Mungu hawezi kukusikia. Umeenda kusharatika, unakuja kanisani, uko bure. Kama Mungu hawezi kukusikia. Ndio maana Mkristo ni mtu anayekimbia dhambi. Wewe na mke wako hamuelewani. Biblia inatuambia kwamba tufanye kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Lakini hapo chini anasema nini? Na huo utakatifu. Sio wewe. Kila mmoja ambaye hana huo na utakatifu huo ndani wake. La tatu, hili neno la Mungu, usiwe mtu wa kusikia bali mtendaji. Yakobo 1:22. Tunajapenda vitomanga asili, lakini yola na hapa zinatoka. Hakuna hata kimoja kitakachobaki. Lakini neno linatuambia, nilisoma ile Yakobo 1:22.